na majina sina haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnaokoka, bali ninyi hamko gizani. Hata vile wapate kama vile mko gizani, ninyi sio wa usiku, ninyi ni wa mchana. Lakini wewe nikaja usilale usingizi, inapaswa kukesha. Amen. Kukesha huku sio kukaa macho. Ni kujiweka tayari. Unapaswa uwe tayari. Uko kwenye biashara uko tayari. Uko kwenye daladala uko tayari. Uko kwenye duka lako uko tayari. Umekwenda ofisini uko tayari. Majira na wakati ambayo kwamba tumeambiwa hatuna haja tuandikiwe, macho yetu yanaona. Mungu yule ambaye ametuita anawaambia hawa Thesalonike, Bwana wetu aliyetuita hajatuita kwa hasara. Ametuita ili tuweze kulisi wokovu. Ametuita ili tuweze kunyakuliwa. Na kama kanisa hilo lipo, lazima litimize vigezo vyote vinavyoweza kulifanya liondoke. Amina. Sikia. Wakati nawaambia Waefeso ile sura ya 5 mstari wa 27, alisema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, hata akajitoa ili apate kulisafisha hilo kanisa. Amen. Katika maji na katika neno. Amen. Ili apate kujiletea kanisa ambalo halina halina kunyanzi, wala apewe sifa. Ili kanisa lilipata liwe safi. Maana Mungu alikuwa ametangulia kulionyesha, akaliweka katika Mwanzo sura ya 2, akaliweka katika bustani ya Edeni. Hilo kanisa akaliweka mahali pale baada ya uumbaji wake siku ya 6. Alipomaliza kuumba, akaliweka ile kanisa akaliweka mahali pale. Akaliambia ya kwamba yaliyobakia unaweza kuendelea nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Wanyama wale wakaletwa, Adam akaanza kusema tembo, nguruwe, nyati, sungura. Sio Mungu alifanya, alikuwa ni Adamu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Hapo uharibifu bado haujaingia. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba unisikilize kwa makini na nena juu ya hilo kanisa. Hili kanisa lipo na ndio inahitajika liondoke. Lakini kabla halijaondoka, lazima matendo 3 itimie na matendo 5 itimie, kwa sababu matendo sura ya 3 katika mlango iko mzuri. Petro na Yohana wanakwenda mahali pale, wanamkuta mtu aliyekuwa miaka 40 hajawahi kutembea. Wakamwambia hatuna hela. Sisi hatuji kugawa hela. Haleluya. Hata hapa kwa mchungaji Eric hatuji kugawa hela, wala hatuji kugawiwa hela. Ila kile tulicho nacho ndicho tunachotoa. Yule mnatarajia hela, lakini hawakutoa hela. Wakamwambia kwa jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, simama unyanyuke na utembee. Akawa hivyo. Hilo ndio kanisa ambalo nabii alituambia siku ya Ijumaa kwamba natamani kabla sijaondoka. Amen. Walipo wote Ijumaa ulisikia hiyo haya. Natamani kabla sijaondoka hili kanisa nilione. Amen. Amina. Nilione. Ambalo tulisikia asema ungetembea barabarani anamkuta kiwete, amwambie nyanyuka na utembee, na ikawa hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Matendo sura ya 5 ni kudhibiti uongo kanisani. Amen. Ndio. Leo ni hivyo. Yes. Matendo sura ya 5 kudhibiti uongo kanisani. Hivi haikuwa Maria? Mnasubutu kumdanganya Roho Mtakatifu? Kabla hakujauza silikuwa Maria. Kwa nini mnakuja hapa kudanganya?
Wanaitwa habari? Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Anania akafa kwa uongo. Mungu atusaidie. Mke wake aliye mchelewaji wa ibada akakuta mke kaisha, mwanaume alishakufa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Mungu akalionyesha hilo kanisa bustani ya Eden. Mungu atusaidie. Dhambi ilipoingia ikakatiza ule mwendeleo hakuendelea tena. Lakini Mungu alikuwa amekusudia kanisa ambalo litafanya kama yeye. Amina, amina, amina. Alikuwa ameliwaambia kanisa kama yeye. Mungu atusaidie. Yenye mamlaka kama yeye. Baada ya mwanguko huu hakutulia. Wakati ulivyokwenda akajikabidhi ayache nzi yake. Auvae mwili aje duniani. Amina. Na pia anasema akainganisha ile kamba kutoka umilele. Akaja mpaka kwenye kipindi cha wakati. Akaenda mpaka Kalvari. Haleluya. Anaunganisha ile kamba. Jina la Bwana libarikiwe. Kabla hajaenda Kalvari akaonyesha kwamba hili ndilo lililopasa kuwa. Upepo ulipovuma akamwambia tulia. Anakwenda kwa Yairo na mkuta mtoto kafa, anamwambia nyanyuka. Anakutana na mwenye jeneza anamwambia tu chini jeneza, nyanyuka leo. Bwana zao kadhalika vile vile. Bwana apewe sifa. Ndipo anasimama anasema yeye aniaminie atazifanya kazi kubwa kuliko. Unaiona hiyo kazi inakuwepo kwa ndugu yetu Branham. Ni kweli. Mimi namsema Branham. Ndugu kwa kuwa anapenda anasema najiingia Branham. Na mimi najiingia Branham. Jina la Bwana libarikiwe. Mlio ulipoambiwa usinywe pombe, usivute sigara. Naam Bwana. Usicheze na wanawake. Naam Bwana. Una kazi kubwa ya kufanya. Ni kweli wakati ulipotimia. Wakati huo ulipotimia, jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa nini anamwambia hivyo? Kwa sababu kulikuwa na kitu kinachokuja kutambulisha kama vile yeye mwana wa Adamu aliyekuwa Galilaya awepo tena katika nchi zetu hizi. Katika wakati wetu huu. Bwana Yesu awabariki. Kwa hiyo Mungu akalileta tena hilo kanisa, na hilo kanisa linaimba kutoka kwenye Laodikia kama jinsi ambavyo tulivyoona Ijumaa. Sisi sio wa Laodikia. Sisi ni bibi harusi wa Kristo. Na Mungu ashukuriwe kwa huduma unayotangulia asubuhi. Haya ni makanisa ambayo yako pale yameacha neno la Mungu. Ndani ya hayo anamtoa bibi harusi. Naam Bwana. Hata kama nikirudia mule barikiwa nayo tu. Amen. Sasa ndio kanisa leo. Sema nyingine si. Bwana Yesu abariki. Amen. Bwana apesi. Amen. Hata kama ningesema ningefika hapo siwezi. La. Ni hapa ndani. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Barikiwa na ule ufupi. Naam Bwana. Maana yake yako mengine ambayo hata kama ningejaribu nijiwe huko siwezi kufika. Ni kweli. Hayo tunasema kama Paulo alivyosema, hatujui kufikiri jinsi ipasavyo, lakini yeye hutupa utoshelevu yeye mwenyewe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ninanena juu ya kanisa hilo lazima liwepo. Kabla ya kuondoka lazima liwepo. Na kabla halijaondoka litatimiza vigezo vyote kama neno la Mungu linavyosema. Lazima wagonjwa wapone. Amen. Viwete watembee. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni utambulisho ambao unatuweka mbele ya dunia hii kusema kwamba kweli hawa watu walikuwa wameshika kitu ambacho kiko tofauti na madhehebu. Bwana Yesu awabariki. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hata sijasoma huo ujumbe wa kuondoka ghafla, acha niguse vichache hapa katika ujumbe unaitwa taarifa ya habari. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yaani kukiweko na BBC, kukiweko na Radio 1, kukiweko na mimi, wana taarifa zao ambazo ni taarifa za habari. Watatangaza mambo ya dunia, lakini kuna taarifa ya habari muhimu. Uko tayari kuisikia? Uko tayari kuisikia? Inaitwa taarifa ya habari iliyo kuu katika. Mungu anisaidie.
nilitaja vibaya. Bwana Yesu awabariki. Amen. Taarifa ya habari iliyokuu sana katika historia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haijawahi kutokea historia ya taarifa ya habari ya namna hiyo. Ni kweli. Mungu atusaidie. Amen. Kwamba yeye aliyekuwa amekufa yu hai. Amen. Hiyo ilikuwa taarifa ya habari. Haleluya. Yu hai. Amen. Yuko ndani yako. Yuko ndani yangu. Yuko kwa dada yule. Yuko kwa ndugu yule. Yu hai. Jina la Bwana libarikiwe. Kifungu cha 6 nasema hivi. Ni ujumbe umehubiriwa mwaka wa 61 tarehe 24 mwezi wa 4. Na sasa si ni ajabu kwamba inahitaji kitu fulani upande wa mambo ya kimbinguni kutufanya tuelewe ya kwamba ni yeye. Amen. Haya ya kumi. Haya ya kumi. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Hapo wameandika sijui vile news. Jina Bwana libarikiwe. Bwana apesi. Amen. Tunashukuru kwa madarasa tulionayo, lakini Mungu ametupa Kiswahili. Amen. Bwana apesi. Amen. Kwamba ili niweze kuyafahamu yale ya kimbinguni, ninahitaji kitu cha kimbinguni kiweze kuwa ndani yangu. Bwana apesi. Amen. Inahitaji kitu cha kimbinguni tupate kuelewa yale ya kimbinguni. Amen. Sema tu amina. Amen. Hakuna akili inayoweza kuyafahamu. Inahitaji yale ya kimbinguni tuweze kuelewa ya kimbinguni. Ina maana kwamba ili uweze kufahamu inahitaji Roho wa Mungu awe ndani yako uweze kuelewa yale Mungu anasema. Mungu anisaidie. Amen. Mungu anisaidie. Naam Bwana. Anasema hivi. Na sasa ni ajabu ya kwamba inahitaji kitu fulani upande wa mambo ya kimbinguni kutufanya tuelewe ya kwamba ni yeye. Amen. Ambapo mafundisho yenyewe hayatafaulu. Yeye kamwe hakuliagiza kanisa lake wakati huo kwenda na kufundisha neno. Yeye alisema hubirini Injili. Ama dhihirisheni Injili. Nayo Injili ilikuja si kwa maneno tu, bali kwa nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Mapambano yote yanakuwa kwenye madhabahu hii ya mchungaji Eriki yanahitaji nguvu ya Mungu. Vile tunaita njoo kwenye maombi, njoo kwenye ibada ya asubuhi ya maombi, ni nguvu ya Mungu inayohitajika. Kwamba Injili tuliyonayo haitaweza kwenda kwenye mafundisho tu, inabidi iende kwenye udhihirisho. Wale watu walioko nje wanahitaji madhihirisho, lakini inabidi hiyo nguvu ianze na maisha yetu. Ile geuzo ambayo tunalisema inabidi inaanza na maisha yetu. Yaani mimi mwenyewe nimebadilishwa, nina nguvu ya kwenda kubadilisha mwingine. Amen. 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 Nafikiri yanaeleweka. Naam Bwana. Yanaeleweka kabisa. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo alikuwa anasema Injili haikuja kwa maneno tu. Naam Bwana. Ilikuwa na madhihirisho. Kweli. Kwamba huyu Roho Mtakatifu lazima awe na matokeo kweli. Kweli. Mungu atusaidie. Amen. Yaani kama hajafikia mahali pa kugeuza maisha yako, utakwenda kuona wewe ndiye taarifa ya habari. Haleluya. Kwa wakati huu. Naam Bwana. Amina. Amen. Kama tutafika wewe ni taarifa ya habari. Kweli. Ambayo inatangaza huko nje. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ambayo unasema Yesu yu hai katika maisha yangu. Amen. Amefanya nini? Amenibadilisha mwenyewe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua wakati Injili inagusa maisha huwa kidogo inakuwa ngumu na amina uzioni kabisa. Lakini Mungu atupe neema. Twende hivyo hivyo. Amen. Amina. Amen. Ngaja atakuja hapa apoze atuambie vizuri vingine vinavyofuata, lakini acha mimi nikwambie hiki. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wewe ndiye taarifa ya habari. Amen. Amen. Wewe ndiye taarifa ya nini? Ya habari. Ambayo unaweza ukatangaza kwa mtu yule ambaye kwamba ana dini lakini wokovu hana. Mungu atusaidie. Amen. Mimi ndiye napasa nimuonyeshe huyo Mungu aliye hai. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sikia anasema hivi.
alisema Paulo. Sasa kwa hiyo kifungu kinachofuata kinasema katika Marko 16, ishara hizi zitaambatana ama zitafuatana na wale hao waaminio. Ndipo mnaona kuthibitisha neno kunahitaji liambatanishwe na ishara ya ufufuo kumfanya Yesu ajulikane kwa watu. Amen. Kwa hiyo ulikuwa ni wakati mzuri sana hizo siku 40 zenye fahari. Jinsi ningelipenda kuwa huko, lakini basi nikiwazia tena ya kwamba ingelinibidi kuwa mwaminio, kwa sababu yeye hakuonekana kwa mtu yeyote ila kanisa lake teule. Haleluya! Huyu Yesu alipofufuka hakuenda kwa mtu yeyote. Alienda moja kwa moja kwenye kanisa lake teule. Hata leo haonekani kwa mtu yeyote. Analiendea kanisa lake ambalo ni bibi harusi wa kweli, ndiye anaonekana kwake. Ungesikia vizuri? Nabii anasema kama ungetamani uwe nyakati hizo za Yesu wakati anatembea akiwa ana mitume wake, kwamba niwepo mahali pale, ingekulazimu kuwa mwaminio. Na hii ufurahie ujumbe huu saa utuliona, inabidi uzame kabisa. Nabii anasema imani yako ichanganyane na ujumbe huu, ndipo utakuwa furaha kwako. Mungu akusaidie. Bwana Yesu awabariki. Niko na malizia tu. Naam. Bwana asifiwe. Amen. Kama jepasa nimemwamini. Kwa sababu yeye hakuonekana kwa mtu yeyote ila kanisa lake teule. Sasa yeye huonekana tu kwa mwaminio. Na kama alivyokuwa wakati huo, yeye hawezi kubadilika siku hizi. Yeye angali anaonekana tu kwa kanisa lake teule waaminio. Jamani, yuko hapa. Una mashaka? La Bwana, la. Mimi sina mashaka. Naam Bwana. Kila Bwana alibariki. Amen. Kwamba Mungu yule aliyefanya wakati wa mitume, ambapo kwamba alitembea na wale mitume na akaonekana kwa mitume, ni Mungu yule hajabadilika. Bwana pewe sifa. Bado ni yule hajabadilika. Anaonekana tena leo kwa kanisa lake teule waaminio. Jikubali wewe ni mwaminio. Kila Bwana alibariki. Amen. Yanaweza kufunguliwa matendo makuu ya Mungu na ujiulize yanakuwaje? Kwa waaminio yanatendeka. Amen. 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 Kwa waaminio yanatendeka. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana lazimika niwe mwaminio ili huyu Mungu anayesimuliwa nipate kumuona. Amen. Sasa tunaona ya kwamba kulikuwa na wengi waliofundisha juu ya Masihi katika siku hizo, na kulikuwa na wengi waliomtazamia Masihi ajabu, bali yeye alikuwa na kanisa lililoteuliwa. Hivyo hivyo analo usiku wa leo. Hivyo hivyo analo mchana wa leo. Hivyo hivyo analo asubuhi ya leo. Amen. Amen. Mungu akubariki mwenye amina hiyo. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Walifundisha habari za Masihi. Wakanena habari za Masihi. Na wakati ambapo kwamba anakuja, hakuja alikuja kwa kanisa lake teule waliokuwa wamemtarajia. Haleluya. Na leo hayo madhehebu unayoyaona yanasema habari za Yesu, lakini Yesu asiyemjua. Bwana apewe sifa. Hawezi kwenda kwao, anakuja kwenye kanisa lake teule. Bibi harusi wa Yesu Kristo ndiye anayemuona, na amejificha kwa njia rahisi sana, akajirahisi sana, akaingia kwenye herufi hizo unazosoma. Haleluya. Amen. Kama alivyowapita wakati ule, akiwaambia kwamba yeye atakayeula mwili wangu na kunywa damu yangu, huyo ndiye atakayekuwa na uzima. Wao wakaanza kuwaza habari ya kumchinja na kumula. Bwana Yesu abariki. Lakini angalia lile kundi teule lilisema tumejua. Twende kwa nani? Naam Bwana. Wewe una maneno yenye uzima. Haleluya. Neno limesha
la Biblia limesema anilaye mimi na kuninywa mimi atakuwa na uzima. Bwana apesi. Ile kundi lenyewe likaelewa kumbe anamaanisha ule mkate ni neno. Na Bwana libarikiwe. Hata leo amejiraisi namna hiyo tunamuona ukiamini ujumbe huu kwa moyo wako wote una matokeo. Una matokeo. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni kwa nini tunasema sisi ndio watakatifu? Ni kwa sababu tumesamehewa. Naam Bwana. Amina. Amen. Ile kundi wakati nabii analiona akasema ninyi ni waliobarikiwa. Amen. Mmesamehewa dhambi zenu. Naam Bwana. Tunapoitia Matendo ya Mitume 2:38 kwa uhakika kabisa Mungu anaiondoa dhambi. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Anaondoa kabisa. Naam Bwana. Mungu atujalie. Amen. Na hapa ndipo mahali nilipoachia jana jioni kanisa teule. Na ndipo akaonekana kwa kanisa lake teule pekee. Hao wengine hawakumtambua. Na kama angelikuwa hapa leo, angefanya tu vile alivyofanya wakati huo. Aonekane kwa mwaminio aliyeteuliwa. Yeye kama aonekane kwa asiyeamini, anaonekana kwa mwaminio. Kwa asiyeamini haonekani. Ndio maana wanaposema yuko hapo, unaweza kuangalia yuko wapi? Yeye ni neno. Neno lile limefunuliwa, ndiye huyo anayeonekana kwenye maisha yetu. Hilo unaloitikia amina ndiye Bwana mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Kama angekuwa hapa angefanya jambo lile. Haonekani kwa asiyeamini, anaonekana kwa mwaminio. Bwana Ijumaa tukasema neno la uumbaji liko kinywani mwetu. Amina. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini yeye baada ya kufuka kwake, kama yeye angelikutiwa sana na kila mtu kujua ya kwamba alikuwa amefufuka katika wafu, basi na shangaa kwa nini hakwenda kwa vema tuseme Pilato, Herode akamwambia mimi hapa, mlidhani mliniweza sivyo, lakini ninawaambia niliwaambia nitafufuka siku ya 3. Kwa hiyo mimi huyu hapa. Ama kwa nini hakwenda kwa Kayafa? Haleluya. Anawaona na wale vijana wawili wanakwenda Emau, ndipo anatokea kwao. Anasema jamani, wetu wa dini wamemuua. Leo ni siku ya 3. Sasa tulimtarajia kama mkombozi. Sasa leo wamemuua. Sasa sijui inakuwaje. Alafu anatokea katikati. Naam Bwana. Eti unasemaje? Ina maana wewe ndiye mgeni katika nchi? Uelewi yaliyotukia. Alikuwa mtu mtenda miujiza. Alikuwa mwenye kuponya wagonjwa. Alikuwa mwenye kulisha wenye njaa. Lakini wakuu wa dini wamemuua na leo ni siku ya 3. Siki hawaambii pole, anawaambia enyi mwenye mioyo mizito ya kutokuamini. Je, kuandikwa katika Torati kwamba Masia atateswa na siku ya 3 atakuwa hai? Bwana apewe sifa. Vile ilivyoandikwa katika Torati na katika Zaburi na katika manabii kwamba atateswa siku ya 3 atakuwa yuko hai. Ule ushirika kwa mtako akateka usikivu, alafu akafanya vile kama anawaacha. Wakasema sasa sikiliza, ushirika usipende hapa. Huwa anapenda kualikwa. Huwa anapenda kukaribishwa. Haleluya. Wakati wamemkaribisha nyumbani, amina. Amina. Alipochukua ule mkate kuumega, wakakumbuka yeye ile siku wakati ule kabla hajateswa alifanyaga hiki. Kwenye ule mlima alinyanyua kushoto na kulia mikate 5 kikawa hiki. Ni yeye. Wale wanataka kutambua huyo. Anaondoka wakati wao wanawaza hivyo, anakuta mlango umefungwa. Yeye huwa hahitaji kufunguliwa milango. Anaingia kwa milango imefungwa.
Yesu abariki. Bwana Yesu abariki. Wakashangazwa na ile salamu. Shalom, shalom ni ya nani? Ni ya yeye. Bwana asifiwe. Lakini bahati mbaya kwenye matukio kama hayo, Tomaso mtoro wa ibada, yaani wakati ibada inaendelea yeye haji ibadani, alipofika anapewa ushuhuda hivi, jamani tumemuona amefufuka. Ambia wewe usiniambie maneno hayo. Usiniambie, mimi nataka nione mwenyewe mpaka nimuone. Bwana ape sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akafunga safari kwa ajili yake. Ikabidi arudi Eloya. Ambia Tomaso ndio ushike, weka kwenye ubavu angalie ni mimi mwenyewe. Akasema Bwana naamini. Hakwenda kwa Kayafa, hakwenda kwa Herode, wala kwa Pilato, alienda kwa kundi lake teule. Hivi kama chini hapo taifikia, anasema kwamba na leo ndivyo ilivyo. Hakwenda kwa madhehebu, hakwenda kwao, ameliendea kundi teule. Ile kundi la Ibrahimu ndio ameliendea. Hilo ndio alifunua kwa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Pengine tutakupa kitu hiki tutakisoma tuwe mwenyewe. Bwana apewe sifa. Katika ujumbe unaitwa kanisa lilichagua sheria badala ya neema. Anasema Ibrahimu alikuwa mataifa, ndio maana Mungu anatutaka tuwe wana wa Ibrahimu. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Kama Ibrahimu alikuwa mataifa, ndio maana tunageuzwa sasa kwa njia ya Kristo tunakuwa watoto wa nani? Si tunaelewa hivi? Naam. Amen. Tunaelewa hivi? Kwamba tukifa katika Kristo ndipo tunahesabika kwa wana wa nani? Wa Ibrahimu, si sawa? Sasa kama Ibrahimu alikuwa mataifa. Amina. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Wagalatia 3 inanena hao walio wa imani ndio watoto wa nani? Ukiwa na imani wewe ndiye mwana wa Ibrahimu. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Ametuijia majira haya. Naam Bwana. Unaamini hilo? Unaamini hilo? Mama ametuijia. Naam Bwana. Uziisho wake tumeuona, ametuijia. Naam Bwana. Nabii anasema angalia nyakati ambazo unaweza kuziona kiBiblia, ambazo wakati ambapo hao malaika watatu walipokuwa na kwenda Sodoma, mmoja alibaki na Ibrahimu. Amina. Mmoja alibaki na Ibrahimu. Yeye alikuwa ni Elohim. Amina. Hawa wawili wakaenda Sodoma, wakaenda kupiga upofu Sodoma. Tunaita Billy Graham na Robert. Haleluya. Lakini William Marion Branham ameijia kundi teule. Amen. Bwana. Amefundishwa hapa najua. Kweli. Na kinaangasa hapa. Naam Bwana. Wachimbaji wanachimba zaidi. Naam Bwana. Umeshayasikia. Mimi nafikiri ungesema amina. Na roho hapo. Wachimbaji wameshachimba, wamewaambia. Ungesema tu amina. Kwamba amelijia kundi teule. Sikiliza nabii Yesu, tutafika tu hapo chini, anasema hiyo ndio iliyofanyika kama vile ambavyo Elohim aliyekuwa ametega mgongo akielekea mashariki, barikiwa nyuma. Anamuuliza Ibrahimu, yuko wapi mkeo Sara? Akiwa nyuma huko akasema, huyu amejuaje jina langu? Jina Bwana libarikiwe. Aliposema atakuwa na mimba, akasema wewe ukongwe huu, nirudi kufurahi na mume wangu, tuanze kupigana busu? Haiwezekani. Hata mke wako, mbona mkeo amecheka? Bwana Yesu abariki. Bwana pesa. Anasema kadhalika ndivyo mnavyoweza kuona. Amina. Kadhalika ndivyo mnavyoweza kuona. Kadhalika ndivyo mnavyoweza kuona. Mtaona funguka macho. Kiwango tulichonacho ni kikubwa sana. Tuko kwenye wakati ulio mkuu sana. Haleluya. Kwamba kadhalika ndivyo mnavyoweza kuona, na tumeona hilo limetendeka kwenye huduma ya William Marion Branham. Kweli. Naamini. Naamini. Jina
la Bwana libarikiwe. Msishangae sasa. La. Msishangae. La. Bwana Yesu abariki. Amen. Asema ama kwa nini hakwenda kwa Kayafa kuhani mkuu, ama kwenda kwenye kanisa la Orthodox huko chini kwenye sinagogi na kuambia sasa yote daima mmeamini ya kwamba Masihi atakuja. Naye Daudi alisema ya kwamba nafsi yake haitaachwa kuzimuni wala kuhangemwacha mtakatifu wake aone uharibifu. Kwa hiyo mimi niko hapa, yule ambaye nimemtundika msalabani niko hapa katika ufufuo kuhakikisha ya kwamba mimi ndiye Masihi. Kwa nini hakwenda hivyo? Kwa nini kufanya hivyo? Anasema kwa sababu kama angeweza hawangeweza kumwamini yeye alipokuwa hapa duniani binafsi kabla ya kusulubiwa kwake, hawangemwamini baadaye. Ndio maana mvuto wa tatu hauhusiani na wokovu. Hapana, mvuto wa tatu ni kuitangazia dunia tulikuwa na ujumbe sahihi unaotambulisha kwamba tulitembea na Kristo mwenyewe. Tunanena na likawa haiwi kwa ajili ya wokovu. Amina. Mungu atusaidie. Bwana Yesu abariki. Amina. Kama wangemwamini wakati anatembea, hata baada ya kufufuka wangefanya nini? Wangemwamini. Kweli. Unaelewa hivi? Kweli. Wako pale katika lile kaburi wamelinda. Kweli. Umeme ulipomemetesha, jina Bwana libarikiwe. Tetemeko likapiga. Naam Bwana. Wakaonekana kama waliozimia. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Wakaonekana kama waliokufa. Lakini kwamba lile jiwe wakati natoka na natoka kaburini, ilibidi awarudishie ufahamu. Ilibidi awarudishie nini? Akawaambia zindukeni mimi hapa. Haleluya. Wakachomoka wanaenda mpaka kwa mabwana wanaambia jamani amefufuka. Jambo hilo jamani amefufuka. Sasa sikilizeni kwa mbele, chukua hapo mwende mkatangaze muambie kwamba hajafufuka, wamemuiba. Wakamchukua wakaenda wakamgawana, maana alikuwa anawaambia wewe wa bure. Sasa ndio mtangaze hivyo. Kwenye mioyo yao wanasema amefufuka, ila vinywani mwao wanasema hajafufuka. Hata ukatae madhehebu yapige, ujumbe huu ni kweli. Ni neno la Mungu ambalo limekunuliwa, limewaishia yule peke yao. Haleluya. Watashuhudia tu waseme kwa kweli, kama kuna kanisa ambalo tunaliona liko pale Mtongani. Haleluya. Lakini hata waone matendo makuu hawataamini. Amina. Ukitaka wanawake wazuri wako Mtongani. Yes. Wanaume wazuri wako Mtongani. Ndoa zilizovunjika ziko Mtongani. Mwanaume asiyepiga mwanamke yuko Mtongani. Au tunapigana? Mbona msemi amina? Tunakujaga Mungu. Si neno limetuambia enyi wake wapendeni wake zenu. Enyi waume wapendeni wake zenu. Kama Kristo alivyolipenda nini? Kanisa. Sawa? Sisi kwetu tuna msemo wanaotuzungumzia mitaani. Ukitaka mke asiyevunja ndoa, nenda kwa wale. Bwana Yesu abariki. Nenda kwa wale. Bwana Yesu abariki. Bwana apesi. Lakini mwambie jamani, sasa si ujumbe huu ndio hapa, neno la Mungu ndio ile hapa. Sema dini yangu. Mungu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Mchungaji karibia na maliza. Amba. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu abariki. Ukisinzia na maliza, ila ukiwa macho tutaendelea. Amen. Bwana apesi. Na kwa hiyo basi wangesema kuna jambo lingine lilotukia, hakuwa amekufa kabisa, ama wanafunzi wake walikuwa na
kitu cha kuhifadhi maiti ambacho kilimfufua ama jambo fulani lilokuwa limetukia. Kwa hiyo yeye aliwatokea tu wale waliomwamini na kumpenda na walioteuliwa kumuona. Hivyo ndivyo angefanya leo hii. Ama angekuja leo na ambalo amekuja katika mfano wa Roho. Nani mnaona ya kwamba yeye hujionyesha tu mwenyewe kama tulipoachia jana usiku katika Ibrahimu. Yeye kamwe hakushuka kwenda kwenye kundi la Rutu, bali alitokea kundi teule. Yeye hakwenda kwenye kundi la Rutu, bali kwenye kundi teule. Amina. Haleluya! Tunaye yuko hapa. Yeye ambaye alitambua siri za mioyo. Tunaye mahali hapa. Kama alivyofanya kwa Ibrahimu, anafanya hata kwetu. Sipasi kuzubalia ujumbe. Sipasi kuzubalia ujumbe. Nina kitu imara sana. Nina utajiri mkuu sana. Sipasi kutembea kinyonge. Mimi ni mjura aliyekusudiwa. Teule bibi harusi wa Bwana ninayekwenda kwenye ile karamu. Haleluya! Bwana apewe sifa. Kwa sababu Elohim hakwenda Sodoma, alibaki na Ibrahimu. Bwana apewe sifa. Sikiliza, ngoja nikwambie ni kwa nini Branham anaitwa mjumbe wa wakati. Yeye ameletwa kwenye kanisa la Laodikia. Ndio. Amina. Amen. Ndio maana ule mvuto wa kwanza wakati anafanya kazi, madhehebu walimpenda. Ndio. Kila mtu akaja na kimbia, Ngasa njoo hubiri kwangu. Ngasa twende hapa. Kila mtu akampenda. Ndio. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Alipohama kwenye kiwango cha pili, mvuto wa pili. Haleluya. Wa kutambua siri za moyo. Ndio. Hapo sasa sema najua unaharibu huduma yako. Wewe umeitwa kuombea. Wewe acha mambo mengine. Acha kusema habari za watu dhambi zao. Waambie watu wajazwe, waende mbinguni. Hata jamani, hata kama mtu ajue ABC. Hii algebra ataiwezaje? Haleluya. Bwana apewe sifa. Alipoanza kukemea watu pasi kukata nywele, hawapasi kubaki vidifu. Bwana apewe sifa. Na injili ya nabii simame hapa mkongani. Kusema tutaki wanawake wanaovaa mipasuo, wanaovaa suruali, wanaovaa minisiketi. Inabidi wavae kistaarabu, wavae kitakatifu. Sisi hatujaja kufanya show hapa. Sisi sio wasemi show. Nilikuwa nawaambia kanisani kwangu hatujaja kufanya show. Tuko hapa kwa kazi maalum. Tumekuja kuweka ushahidi hapa duniani. Na maisha yako unayoishi yanahukumu mtu mwingine baadaye. Biblia leo. Paulo anasema ninyi je, mjua mtawahukumu malaika ambao kulinda enzi? Si sawa? Amina. Mtawahukumu hao malaika ambao hawakulinda nini? Enzi yako. Jina Bwana libarikiwe. Na pia anasema maisha yako unayoishi ni hakimu kwa ajili ya mtu mwingine. Amina. Maana ataleta siku hiyo mbele yako. Kama alikuwa anashindwa kutunza nywele, wewe mtunza nywele utakuwa pale. Sikuweka dawa ya aina yoyote. Nilitunza kulingana na neno la Bwana. Watalenga pale ambao ulipita mbele yao, walio na minisketi, walio na mipasuo, wataletwa mbele yako kwamba mimi sikufanya hivyo. Kadhalika kijana vile vile, wadondosha suruali wataletwa mbele yako. Au unajua tunaenda na wakati. Wakati bwana. Waachie wenye wakati. Ndio. Amina. Wewe sio wa wakati. Ndio. Wewe ni wa milele. Waachie wenye wakati wabaki na wakati wao.
wokovu una pande mbili. Ni kutolewa kwa na kuingizwa kwa. Ndio. Amina. Kubaki kutolewa. Kubali kutolewa. Na kunahitaji gharama. Ndio. Bwana Yesu abariki. Kujikataa kwenye maisha yako. Kusema mimi siipendi nafsi yangu. Nampenda Bwana. Maana yeye amesema ipendeni nafsi yake ataipoteza, si sawa? Amina. Lakini atakayeipoteza ataisalimisha hata uzima milele. Unajua pale Yohana alisema vizuri. Yohana 12:35. Kwamba yeye atakayeipoteza ataisalimisha hata uzima wa nini? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Hii mimi nilipenda. Yaani ilibidi niwekee alama ya tofauti kabisa. Naomba nirudie. Inawezekana nimepita haraka hujaisikia vizuri. Nani mnaona ya kwamba yeye hujionyesha tu mwenyewe mkate. Kama tulipoachia jana usiku katika Ibrahimu mkate. Yeye kamwe hakushuka kwenye kundi la Ruthi. La Rutu. Hakwenda. Amina. Bali alilitokea kundi teule. Akaelekeza mgongo wake kwenye hema na kusema, yuko wapi mkeo Sara? Hiyo ingekuwa amina. Yeye Elohim hajaenda Sodoma. Kule Sodoma walienda malaika wale wawili, na kazi yao walikuwa ni kuwapiga upofu. Wapiga nini? Upofu wasiokoke. Lakini Elohim akawa na Ibrahimu. Anamwambia, wewe ni rafiki yangu. Siwezi kukuficha. Siwezi kukuficha. Nilikuwa nataka niende Sodoma. Nikaiteketeze. Ndio. Ibrahimu akasema, sasa subiri kwanza. Samahani. Wakiweka 50. Wakiweka 50 sitaiteketeza. Kwa ajili ya 50 sitaiteketeza. Unajua uko hapa kwa manufaa. Amina. Kweli. Hata hiyo mvua imenyesha leo ni kwa ajili yako. Yes. Tukiondolewa hapa mambo yameharibika. Ndio. Yameharibika kabisa. Amina. Unaona ushwari na kuwepo ni kwa sababu mtongani kuna amani sababisha kuwepo. Usijidharau mpendwa. Wewe ni wa thamani. Haya, wakiweko 20. Hata wacha. Hapa natafuta kumtetea Ruth. Ni kweli. Samahani, nisamehe. Wakiweko 10. Asema wakiweko 10 kwa ajili yao. Taiacha. Yaani wako zaidi. Inaacha nchi nzima. Alijua ila hawapo. Bwana tubariki. Ibrahimu alielewa wapo, kumbe hawapo. Maana Mungu alikuwa anaangalia huko. Anaona kule Sodoma hata Rutu yeye mwenyewe aliyeko huko ameshajichanganya. Ameshafanya nini? Ameshajichanganya, ameshakuwa mkuu wa jimbo, mke wake naye na vikundi vya mikoba. Yeye ni mwenyekiti wao, ndiye mwamuzi wao. Hakuna ibada. Kila kitu kinakwenda ovyo ovyo. Bwana Yesu abariki. Amina. Bwana apewe sifa. Amina. Utetezi ulimokosa kwa sababu yeye ni Elohim. Watu ambao kwamba walipata wawepo wakakosekana, ikatolewa rehema tu. Malaika wakamwambia Ruth, hebu toka. Toka. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Lakini hapa amekaa na Ibrahimu. Naam Bwana. Majira kama haya. Amen. Keo Sara. Amen. Takuwa na mimba. Jina la Bwana libarikiwe. Anampa siri ya yale anayokwenda kufanyika. Na Mungu ashukuriwe. Ametupa siri ile. Amina. Amina. Kama kabla huo ulimwengu haujaangamia, nyinyi hamtaenda
kwenye ile ziki. Hamtaenda. Anapewe sifa. Parapanda ya Mungu ikalia na hao waliokufa watafufuliwa kwanza. Na ninyi mlio hai mtabadilishwa ili muone kufanya pamoja na Bwana hewani. Amina. Haleluya. Tunashuhudia mtu mmoja akawa ananena habari za Freemason. Sema ogopeni Freemason, ogopeni Freemason. Kaambia kuna nini? Freemason ni hatari sana, hatari sana. Kaambia ni kwa sababu hujaelewa. Wewe ni mchungaji? Hujaelewa. Ungeelewa kwamba kilicho hatari sio Freemason. Usingesema Freemason. Kwa sababu Freemason humsumbui mtu wa Mungu. Wala haimpati. Bwana Yesu abariki. Ila jambo lilo baya lililoshikilia, una kitu kinachoitwa fundisho la uongo. Una utafu ambao utafuta kwenye Biblia haumo. Hicho ndicho kilicho hatari sana. Maana Biblia haikusema Freemason ni hatari. Ilisema mnyama ndiye hatari. Haleluya. Kwa nini mimi sio wewe? Nikasema na wewe ni mmoja wao. Maana na fundisho lake unabatiza watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ambao sio maandiko yanayosema. Sasa unaanza kuogopa Freemason? La bwana. Freemason sio chochote. Ogopa hilo fundisho la uongo lililo nalo. Hata hivyo tumeshawajua. Hii tumeshawajua tu. Mnakataza wanawake wa kuhubiri. Unaelewa. Ni neno la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Bwana apewe sifa. Yes. Kwa hiyo teule haogopeshi na chochote, maana msingi neno kwako wewe ni kujiweka tayari. Kujiweka tayari. Sawa usiojua. Majira tumeambiwa. Hatuna haja tuandikiwe. Paulo anawaambia Wakolosai, wa Tesalonike, sina haja niwaandikie, mnaelewa. Majira mnayaona. Bwana apewe sifa. Watu wataanza kutembea uchi, mnaona. Ninyi mkokera ni mjini, mnayaona. Bwana apewe sifa. Wataziacha nguo zao watembee uchi, mnaona yako hivyo. Mchungaji alikuwa amenipeleka kule nyama ya swala. Binti mdogo kweli. Kaptula kako hapo. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo tunayaona. Ni dalili zile zile. Jina Bwana libarikiwe. Na nabii alituambia kwenye ibada ya Ijumaa kwamba yale mnayoyaona watu watakapooza hayo hayatawapata wateule. Hayatawapata wateule. Sawa? Sawa. Kwani simenena hivyo? Ezekiel sura ya 9 imesema hivyo. Yule malaika alienda awape muhuri wale ambao walikuwa wanalia kila machukizo ya nchi. Si sawa? Alafu akaja malaika wa maangamizi akaambiwa asiwaguse wale walio na muhuri. Haleluya. Na yale maangamizi hayatagusa mteule wa Bwana. Ndio maana wewe upitizi kikuu. Ziki zetu ni hizi ndogo ndogo tunazozipata hapa. Tunapitia majaribu mbalimbali. Hizo ni ziki nyepesi zikifanya wokovu ndani yetu. Unapitia majaribu magumu, unavumilia, unazidi kusema atasonga mbele. Unafanyika kuwa kwamba imara kule ndani. Au akasema mtu wetu wa nje unapochaka tunafanya upya siku kwa siku. Hiyo wakati akiwa ndani yetu. Biblia inasema ungewezaje kuoa mke alafu umpitishe kwenye maisha magumu sana? Kipenzi. Jana nilishuhudia mchungaji anamuoa mke wake. Awazia ateseke. Awazie kabisa mchungaji yeye kwamba nataka mke wangu ateseke kabisa. Inawezekana? Wanaume tumenyanyuka saa 11 kukimbia. Ukimbii kwa ajili ya jambo jingine. Unakimbia ili kwamba huyu asipate mateso yoyote. Tena ikiwezekana aishi maisha ya raha kabisa. Sasa hivi ndivyo ilivyo. Wanaume watasema amina. Kwa unapambana asubuhi na unakimbia huko ni kumtafuta
Tunataka huyu aishi kwa amani, akae kwa raha starehe. Ndivyo na Kristo wetu anavyotuwazia. Amina. Maana hapo neno nimesema hajakuita kwa hasara. Ni sawa? Mimi sijaitwa kwa hasara. Hata wewe hujaitwa kwa hasara. Labda wewe na mashaka yako. Lakini Mungu hajatuita kwa hasara. Ametuita ili tupate wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Bado muda upo. Usimchoke huyu mhubiri. Kwa kuwa anayarudia hivyo hivyo, usimchoke. Asema Hema naye akawaambia yale yaliyotukia, jinsi walivyokuwa wanaenda kumpata mtoto huyu, naye Sara akacheka. Naye akasema kwa nini Sara akacheka? Naye Sara akajaribu kukanusha hilo. Naye Yesu wakati yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Unaposoma neno mwana wa Adamu, ni nabii duniani. Usimwonee haya nabii wako. Ni mwana wa Adamu. Akitambua siri za mioyo. Haleluya. Akinena neno linakuwa. Imekuwa hivyo, yeye ni mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa wakati wa Lutu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Katika kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 30, maandiko hayo yakatimia. Kentucky huyo akazaliwa. Ni Kentucky huyo akazaliwa. Ni Kentucky akazaliwa. Mwaka wa 33 alipokuwa anambatiza mtu wa 17. Yes. Sauti ikasikia. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Yohana alivyokutangulia kuja kwangu kwa mara ya kwanza, wewe nawe ujumbe wako utatangulia kuja kwangu kwa mara ya pili. Tuna mazini mzima. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa sababu neno ndilo linatambua siri za mioyo. Tulikuwa na neno mzima. Haleluya. Akatambua siri za mioyo. Akajua wewe unatoka wapi. Unakaa nyumba gani. Na tatizo lako ni hili. Dhambi yako ni hii. Ukitubu ugonjwa umekuacha. Jina la Bwana libarikiwe. Naona wewe ugonjwa wako ulionao ni kwa sababu una wasiwasi. Kwa sababu huyo alikufanyia jambo fulani ukawa na wasiwasi. Tatizo lako ni hilo. Ukiacha wasiwasi ugonjwa umekuacha. Alikuwa ni mwana wa Adamu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu awabariki. Amen. Najisikia kwa wakidini sasa. Naona yule malaika kamwe hakushuka kwenda kwenye kundi la Sodoma. Yeye alikaa na walioitwa watoke na wateule. Hao walikuwa wajumbe wao. Nayo macho yao yalipofushwa wasione mlango. Bali ile kundi teule walimwona Mungu akidhihirishwa katika mwili. Haleluya. Ibrahimu akampikia, akampa mkate na siagi, akala nyama. Mungu wetu hula nyama. Haleluya. Wakati namshuhudia Muislamu anasema Mungu wetu anakula, nikasema ndio. Mungu wangu anakula. Maana alienda kwa Ibrahimu akala. Amina. Hakwenda Sodoma. Wakati ambapo kwamba hiyo huduma imeanza kama vile ilivyokuwa siku za Sodoma, nabii hakuruhusiwa kwenda kwenye dhehebu. Hakuruhusiwa. Akasimama anasema hivi, madhehebu yamenikataa. Madhehebu yamenikataa. Wewe ungesema tu amina. Akasema hivi,
nimebakiza mlango mmoja tu, na huo umekuwa pekee ambao kwamba Mungu ameruhusu uwe kwa ajili ya kuwaita, ya kuwaita hao bibi harusi. Na huo mlango umekuwa ni wa wafanyabiashara wa Injili. Unajua wafanyabiashara wao walikuwa na wafanyabiashara tu, wanatenga mkutano pale, wanaita mhubiri ili wakusanye sadaka. Amina. Jina la Bwana. Akasema nimebakiza mlango huo. Ndipo aliposimama anahubiri ujumbe wa shtaka. Amen. Haleluya. Anasema na kishtaki kizazi hiki, na yashitaki madhehebu, kwa sababu yamemsulubisha mwana wa Adamu mara ya pili, kwa sababu wamemkataa aliye neno. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Lakini bibi harusi amempokea. Wanaitiza wachungaji 400. Wachungaji 400. Ndiyo. Kama ambavyo waliofanya kwa Elia. Kwa sababu alikuweko roho wa Elia, inabidi ifanane. 400 wanaandaa mkutano wa kumcharua ndugu Branham. Ndiyo. Amen. Waombe changamoto juu ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo na juu ya uponyaji wa kiungu. Amina. Mwalikaji anaenda kumwalika ndugu Branham. Anamwambia sikia, ule ukumbi mliokodi hautafanyika mkutano pale. Mtakuta kuna kizuizi, mtabadili ule mkutano kuupeleka mahali pengine. Na yule mchungaji ambaye mnamwamini aliye mkuu wenu atakuwa amevaa suti ya namna hii na atakuwa amekaa kiti cha namna hii. Yes. Bwana libarikiwe. Haleluya. Huyu mtu akatoka anajiuliza nini hiki? Jina la Bwana libarikiwe. Ameelewaje? Haleluya. Yule malaika aliyekuwa anatembea na Branham ambaye alikuwa anakaa naye nchi 6, akamwambia unapoenda usibishane nao. Usije ukabishana nao. Wewe ihubiri neno tu peke yake. Napenda hiyo. Wakati amesimama anahubiri kuonyesha ubatizo ni katika jina la Bwana Yesu Kristo, na wakaletwa wale walioponywa, wakathibitishwa mbele yao 70 miongoni mwao, wakasema tunataka kubatizwa. Huyo ndiye tuliye naye. Tuna ujasiri wa kuhubiri ujumbe huu ni halisi kabisa, bila kuogopa chochote. Ndio maana nilikwambia kwenye ibada zilizopita, usipoteze urithi huo uliopewa. Usipatane juu ya urithi huo. Pigana kufa na kupona, dumu na huo urithi umeushikilia. Maana huo ndio unapeleka kuwakilisha kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Naboth akikubali, akasema ni shamba la urithi wetu, siwezi nikalitoa kwa gharama yoyote, siwezi kulitoa. Lakini unaupoteza rahisi sana. Wengine kwa kazi zako, wengine kwa biashara zako. Jina la Bwana libarikiwe. Usikubali kuupoteza. Mungu atusaidie. Bwana apewe sifa. Sijui unabarikiwa? Si hata nikifungia hapo itakuwa sawa? Eh? Hata nikifungia hapo sitakuwa sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki dada, anasema endelea. Na mimi naendelea sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Akwenda kwa Rutu huko, alikwenda kwa kundi lake teule. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Mungu akidhihirishwa katika mwili, mauti hayangeweza. Mahali nimeruka. Yes. 19. Na hili lenyewe na hili kwenye asubuhi ya ufufuo walimuona Mungu akidhihirishwa katika mwili, mauti hayangeweza kumshikilia. Naye alikuja tu kwa wateule wake, si kwa makanisa.
haendi kwa makanisa, anaenda kwa wateule. Ulikuwa makini kwenye ibada ya asubuhi? Mimi nakumbuka hilo neno limezungumzwa hapo, tumesomewa kwenye nyakati 7 za kanisa. Bwana asifiwe. Hayo makanisa ambayo tulikuwepo huko. Mimi nilikuwa Mkatoliki. Nilikuwa Mkatoliki. Lakini Mungu kwa neema ameniita. Amina. Ukiwa kwa nani? Yanajiita makanisa. Lakini ni makanisa ambayo yasio makanisa ya Mungu. Ili liwe kanisa lazima liwe na neno. Jina Bwana libarikiwe. Hayana neno, yana kanuni ya imani. Ndio maana Mungu anatutoa huko atulete kwenye kanisa lake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apese. Mungu akidhihirishwa katika mwili, mauti hayangeweza kumshikilia. Naye alikuja tu kwa wateule wake, si kwa makanisa haya mengine hata kidogo, kwa mteule wake tu. Sasa nini? Huenda kanisani. Alifanya hivyo alipokuja, alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumpokea. Amen. Huenda kanisani, alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Sasa yeye amekuja katika mfano wa Roho Mtakatifu. Katika nini? Si kwa kanisa, bali kwa kanisa teule. Si kwa kanisa, bali kwa kanisa lake teule. Nasi kanisa tunapaswa kumpeleka kwa wasioamini. Nasi kanisa tunapaswa kumpeleka kwa wasioamini. Sisi ndio tunapaswa kufanya uzima wake uangaze kupitia kwetu, kusudi wengine wapate kuamini. Kwamba huyo asiyeamini ananitegemea mimi, anakutegemea wewe, anahitaji aone huo uzima ukichukuliwa kumpelekea. Ndio maana nimesema inabidi kwanza sisi tugeuzwe, ndipo tuwe na nguvu ya kwenda kuwageuza wengine. Hivi kuna mtu alishawahi kupanga biashara sio kwa naye? Yaani una biashara unasema na biashara hauna biashara. Lala. Tukakuona wewe kichaa. Jina Bwana libarikiwe. Lazima uwe na biashara. Ambayo unaweza ukaiweka mbele ya watu na uiona. Waseme kweli hapa ni biashara, wataipenda, watainunua. Maadamu ni dhahabu safi, watainunua tu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu awabariki. Tuko tayari kupeleka? Tuko tayari kuwapelekea? Mbiu za mchungaji hapa zinataka kubadili hii Dar es Salaam nzima. Lakini kwamba ibadilike inatutegemea sisi kwanza. Haiko mchungaji peke yake. Hata kama mchungaji atasema amebadilika, haiko kwake peke yake. Maana mchungaji ana watu nyuma. Sio sawa? Ana watu walio nyuma yake. Mungu atusaidie. Amen. Ndio maana uangalie kitu kinafanyika chochote kitu kibaya. Unashangaa mtu anauliza, hivi huyu anafanya kwa nani? Mchungaji wake ni nani? Ndivyo ilivyo. Hata kama ni mama huko anakosea, wanasema hivi huyu mke wa nani? Jina Bwana libarikiwe. Wanaangalia mume wake ni nani? Na kanisa wakati ambapo Mkristo ama muamini ukichanganya unauliza hivi mchungaji wake ni nani? Rehema. Ndipo ameshatuambia mume wa kanisa ni nani? Mchungaji. Na Bwana. Mchungaji. Usiogope ni mchungaji. Na Bwana. Asema yeye ndiye malaika wa kanisa. Na Bwana. Bwana sawa. Ile tukirudi kwenye kichwa, asema kichwa cha kanisa ni Kristo. Na Bwana. Amina. Nabii wetu ametuambia. Amina. Hapa ndipo anasema kwamba sasa tuna wakati wa kuweza kuchukua huo uzima.
tupeleke kwa wasioamini. Amen. Tuwaonyeshe kwamba Mkristo halisi anapaswa kuwa hivi. Naam Bwana. Anapaswa atende hivi. Naam Bwana. Anapaswa awe hivi. Amen. Avae hivi. Amen. Aseme hivi. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Kila wakati ni neno. Naam Bwana. Neno. Amen. Bwana apewe. Amen. Biblia inasema. Asema kanisa teule, basi kanisa linapaswa kumpeleka kwa wasioamini. Sisi ndio tunapaswa kufanya uzima wake uangaze kupitia kwetu kusudi wengine wapate kuamini. Sisi ni sisi Kristo ndani ya kanisa tunauangazia uwepo wake, unamfanya aonekane kwa wote. Kwa hiyo basi yeye wakati anapojiangazia mwenyewe mbele na kuendelea hasa kupitia maisha ya mwaminio wake, walioteuliwa, wale walioteuliwa kwa ajili ya uzima wa milele kumpokea yeye, alisema kondoo wangu isikia sauti yangu, mgeni watamfuata, bali kondoo wangu isikia sauti yangu. Bwana apewe sifa. Tunapeleka neno la Bwana, na kwa kuwa neno la Bwana ni sauti ya Mungu, huyo kondoo atasikia, ataifuata hiyo sauti. Maana kondoo ndiye ameamuriwa kusikia sauti ya mchungaji. Bwana ndiye mchungaji wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu atubariki. Amina. Usikia sauti yangu. Alidhihirishwa mwenyewe kwa kanisa lake lililoteuliwa, na lililoteuliwa yeye hufanya jambo lile kwa kanisa leo hii, kujidhihirisha mwenyewe kupitia viumbe vyake, sisi kanisa. Amen. Kanisa lililoteuliwa. Ujumbe wetu. Haleluya. Ujumbe wetu kwa hivyo kwa kweli ndiyo taarifa ya habari iliyo kuu kuliko zote katika historia. Ujumbe wetu tulio nao wa Malaki 4:5-6, Ufunuo 10:7, haleluya, Zekaria 14:7, haleluya, ndiyo taarifa ya habari iliyo kuu kuliko zote. Inaweza kumshika malaya aliyekatiwa tamaa akageuza kuwa mama wa heshima. Baba aliyeshindikana, jambazi sugu, ujumbe wetu ndio unaweza kumgeuza akawa mtumishi wa Bwana. Hivi unaiona hiyo? Angalia kisa cha Branham, wakati ambapo yule jamaa aliyekuwa anawapiga wale watu waliokuwa ni wahubiri, anasema amevunja mitaa ya wahubiri wengi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Jamaa ikaja kwenye huduma ya Branham, nasema leo nataka nikutandike. Hujawahi kupigana na Mungu kaweza. Amina. Bwana apewe sifa. Wakati nakuja nasema leo nakutandika, wachungaji waliokuwa huku nyuma wote mbio wao walikuwa wanajua. Branham amesimama tu analiangalia. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hakuna silaha itakayotengenezwa juu yako kafanikiwa. Isaya amenena kila silaha itakayofanywa kwa ajili yako haitafanikiwa. Wakati niko mahali pale ninagamba, likakohoa makozi, likamtupia ndugu Branham, ameliangalia tu analihurumia, anasema huyu kuna familia inayomtegemea. Na wala asingependa awe kwenye maisha ya namna hiyo. Ile wakati anatafakari hivyo tu, alisema tu kwa jina la Bwana Yesu Kristo, roho iliyo ndani yake imwache mara moja. Amen. Jamaa kaanguka mzuri. Amen. Alafu namuuliza nifanyeje? Amen.
Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Hii ndio taarifa ya habari iliyo kuu tulio nayo. Ujumbe unageuza mtu aliye mbaya anakuwa mtumishi wa Bwana. Ujumbe wetu. Ujumbe wetu. Kwa hivyo kwa kweli ndio taarifa ya habari iliyo kuu kuliko zote. Ambayo historia imewahi kujua. Naam Bwana. Amina. Amen. Kumekuwepo na kila namna za imani za kujisingizia na kadhalika. Lakini ujumbe kanisa lililo nao ndio taarifa ya habari iliyo kuu kuliko zote. Naam Bwana. Hata kama ningefungia. Ndio maana nikakwambia hivi. Usiushike ujumbe huu kilegevu. Naam Bwana. Yaani usiushike kilegevu. La. Ujumbe huu una mafanikio kwa ajili yako. Amen. Kijana, ujumbe huu una mke kwa ajili yako. Amen. Dada, ujumbe huu una mume kwa ajili yako. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Ujumbe huu una ndoa nzuri kwa ajili yetu. Amen. Unafanya ndoa nzuri. Amen. Hata kama ilikuwa imepinda pinda inanyooka tu. Amen. Maadamu tunakuja kwenye ujumbe huu kwa unyofu inanyooka. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Hata kama ni mtu alikuwa ni mlevi sugu, akipata ujumbe huu, pombe bye bye. Bye bye. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Kwa nini ukufa ulipokuwa unafanya dhambi kule? Kulikuwa na kusudi na wewe kuja kuamini ujumbe huu. Kabisa. Kulikuwa na sababu Mungu alikulinda kwenye hayo mabaya uliyoyapitia ili uje hapa uibebe hii taarifa ya habari. Alafu anze kuitangaza. Naam Bwana. Wale waliokuona ni mlevi wakuulize ilikuwa kuaje? Asema njoo uone. Amen. Njoo uone. Naam Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ndivyo ilivyo. Mungu atusaidie. Naam Bwana. Na siku zote kila kumekuweko na kila namna za imani za kujisingizia na kadhalika, lakini ujumbe kanisa lililo nao ndio taarifa ya habari iliyo kuu kuliko zote iliyowahi kuufikia ulimwengu. Naam Bwana. Tulimzika, amekufa, bali amefufuka na yu hai tena. Alikuwa amekufa, tulimzika na sasa yu hai milele. Ni mambo ya hakika kweli. Yeye hajafa bali yu hai milele. Amen. Ni ujumbe wa jinsi gani? Ni taarifa ya habari jinsi gani kanisa linapaswa kusisimukwa sana. Amen. Kanisa linapaswa kuwa likiwasha hii ndani ya mioyo yao. Mioyo ya kila mtu wanayekutana naye. Yeye hajafa, yu hai. Yaani tunapaswa tuwe na msisimuko. Hata watuite kama majina walioita nyakati za Branham. Waliwaambia ni watakatifu wanaojibingirisha. Sio kwamba waliwaita hivyo tu wakiwa wamekaa kistaarabu. Walikuwa na harakati nyingi. Naam Bwana. Hakuna mwenye dhambi kukatiza mbele yao. Wanamwambia Yesu, unajua anaokoa. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Kwenye uimbaji usijali. Walikuwa wanapiga makofi. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Ngoja nikwambie, sikiliza, barabarani wana vingoma wanapiga Yesu ni Bwana wa uzima wa milele. Bwana Yesu abariki. Wanakuja wanawashangaa alafu wanawaambia Yesu ni Bwana na anaokoa. Mpaka wakaitwa majina ya watakatifu wanaojibingirisha. Hawakukaa kanisani kistaarabu. Walikuwa wanasisimuka mioyo yao. Ninakataa mshirika ambaye anakaa kanisani kama bosi fulani. Hizo ni injili za kina Billy Graham. Injili za kina Billy Graham ziliwahitaji watu ambao
kupangilia alfabeti, vitenzi na hau, uweke vizuri, alafu yeye yuko pale tu anafanya hivi. Yes. Rehema. Yaani usimwambie habari ya Amina. Rehema. Ya nabii anasema hivi, tunapokuja hapa sisi hatukuja kuangalia vitenzi wala vivumishi wala nomino. Tumekuja tumuone Bwana. Sasa Bwana ndiye huyo anatangazwa, alafu mtu amekaa kibodi. Rehema. Huyu mtu hajajua taarifa ya habari, hajaelewa. Yesu abariki. Naam Bwana. Sisi ni vichaa wa Yesu. Ni vichaa wa nani? Yaani tumefiatuliwa ufahamu kwa ajili ya Yesu. Yaani hata kwamba sentensi sijui haijaisha ni amen. Haijaisha amen. Ni kwa sababu unajua ni barua ya mpenzi wako haijapokewa. Naam Bwana. Waangalie wachumba wanapokuwa wamechumbiana. Wanapotumiana message hata kabla akiona pale kwenye inbox akaona kama ni mpenzi, unashangaa tu amecheka moyoni mwake peke yake. Alafu akifungua akaanza kusoma peke yake tu yanakemua neno. Barua ya mpenzi wako inasoma hapa umekaa tu. Tena ndio ametumia neno gumu, dutwa. Kama dutu fulani limekaa kama dutu fulani kwenye gogo, limekaa kama dutu fulani kwenye gogo. Samani sio nyinyi, lakini mimi natolea mfano. Mungu awabariki, mnaitika amina. Sasa tunaelewa, tumeletewa taarifa iliyo nzuri kwamba yeye hajafa, yu hai. Bwana Yesu abariki. Na naweza kumuhisi moyoni mwangu kwamba yu hai, amenibadilisha sivyo nilivyo, kama nilivyokuwa. Haleluya. Na kuna kile wakamle ndani, kuna mahali na tamani nifike. Ndicho kimewaka ndani ya moyo. Hakika kufanya hivyo utakuwa kama Beli. Beli, jina Bwana libarikiwe. Anasema nabii kwamba alijitahidi kuonyesha kila alichojua kwamba hiki ni cha Bwana, akidhihirishe. Kama alijua Amina ni ya Bwana, alidhihirisha. Kama alijua kushangilia ni Bwana, alidhihirisha. Moja nikwambie, sisi tulikuwa tunahubiriwa hakuna kupiga makofi kanisani. Rehema. Nzizo. Yaani ni kuimba tu kama ni twende kwa Rehema. Mimi na je, tupige makofi? Wewe unataka kuleta uzeebu hapa? Rehema. Unataka kuleta uzeebu hapa? Eti sijui mruzi. Wewe unataka kuleta uzeebu hapa? Yaani watu walitazari zehebu, wakazani zehebu ni kupiga makofi, zehebu ni kupiga mruzi, zehebu ni kuvaa kama nilivyovaa hapa. Yaani ina maana kule ilikuwa ni kujipaka grease. Grease ndio ilikuwa mafuta. Rehema. Unashangaa ndivyo ilivyo. Bwana Yesu abariki. Alafu akapigwa upele. Ndio grease inaziba ndani ile vitundu hiyo. Wakapigwa upele wote. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu abariki. Usitembelee kwenye mlengo huo kwamba ujumbe nitokona mimi mstaarabu. Bwana apewe sifa. Kama kuna ustaarabu wa ujumbe ni makelele. Huo ndio ustaarabu wa ujumbe. Na ujumbe ni ujumbe wa mjumbe unaoletwa, ni barua ya mpenzi imeletwa. Anasema msibika
kuimarisha kumbukumbu, si ni ujumbe? Tunaimba ilikuweko ndani yake na sasa inadhihirishwa. Haleluya! Aliposema na iwe, ilikuwa ndani yake. Aliposema na bahari iwe pale, ilikuwa ndani yake. Bwana apewe sifa. Kila alichofanya ilikuwa ndani yake. Aliyekuja kutuambia sio mwingine, ndiye Yezebeli. Baba anasema alipokuwa na aliye Eloi nipo ndani yake. Sasa ona kilichofanyika. Wakati yule mlume anapeleka mkuki anachoma, ile damu na maji, maandiko yanasema ikatoka damu, lakini sikia Branham anasema alitoka bibi harusi. Akatokea bibi harusi kwenye ile damu na maji, akatokea bibi harusi ili aje hapa duniani adhihirishe kile ambacho alikuwa. Haleluya! Sababu wakati ambapo imekuwa hivyo, yeye ameingia kwenye mwili ambao ndio huu leo tujaribu. Nabii wetu ametuambia huu ni mtego. Kama umeisoma hivyo utasema amina. Ameuita mtego. Paulo akauita pale Warumi 7, akasema lile nalo litaka kulifanya silifanya, lile nachukia ndio nafanya, lakini ndani yangu naikiri sheria ya Bwana kuwa ni njema. Sasa wakati imekuwa hivyo, tukazaliwa, maisha yakaanza kupinda, si ndio? Sasa hatuwezi kurudi tumepinda. La. Ndio maana nakuweko injili hapa. Jina Bwana libarikiwe. Bwana apewe. Nabii ameita, tumeitwa kama gogo lisilokuwa na mwelekeo. Ni sawa? Umepinda kwa ulevi, umepinda kwa ukahaba, umepinda kwa uongo, umepinda hivyo. Sasa inabidi mwenyekezo, micharange, haleluya, achukue pezo, aanze sasa kusimusu. Anapoondoa sio polepole, linaumiza. Jina Bwana libarikiwe. Anakata yale yote ambayo yanaweza yakazuia lile vazi usilivae. Anaondoa uongo, anaondoa ukahaba, anaondoa ulevi, anaondoa utoro wa ibada, anaondoa utoro wa kuhudhuria maombi. Akiona umesimama vizuri, sasa hili vazi mtu anaweza akalivaa. Naam. Sasa ndugu yangu wewe, Gabriel, unaweza ukavaa hili vazi. Kwa sababu nimekuona. Tangu ulipoamini hata kiti huwezi kukalia. Amen. Kwa kazi yako ni kushangilia. Nimeona sasa unaweza ukalivaa. Jina Bwana libarikiwe. Ndio ni mambo rahisi tu hivyo. Usichukue kwa ni magumu sana. Ndio maana Ijumaa ni Ijumaa. Ilikuwa ni Ijumaa. Kama sio Ijumaa ni Jumatano. Ambapo nabii alituambia kila mtu ana sehemu yake aliyoikuwa. Kila mtu ana sehemu yake. Amina. Gabriel usimweke kwenye viti hapo. Hawezi kustahili kukaa kwenye sehemu yako, itumikie kwa moyo wako wote. Tumeisha kila mtu ana mahali pake katika Kristo. Anasema mwili mmoja lakini na viungo vingi, na wala mkono hawezi kufanya cha mguu, wala kidole hakiwezi kufanya cha jicho. Kila mtu na mahali pake. Ukipata mahali pako, jitolee kufa na kupona. Maana hii kazi haibaliwi mama. Inahitajika watu waliojaribiwa kukubalika ndio wanabalishwa kazi. Wameshindana. Paulo anasema ajiwekae kwenye mashindano, inabidi ajizuie kwa mambo mengine ili aonekane amekubalika. Lakini akasema hao wanavalishwa taji zinazoharibika, lakini sisi tuna taji ya uzima. Basi kwenda kiregevu.
Inabidi uonyeshe kwamba umekubalika. Jina la Bwana libarikiwe. Inabidi kumdhihirishia shetani mimi ndiye naenda kuolewa. Ni mimi. Sasa waanzie kama dada yuko baba aliyechumbiwa anaulizwa hivi ndio naenda kuolewa. Tena sijajua. Rehema. Kwa ajabu. Itakuwa ajabu. Bwana Yesu abariki. Mwangalie yule binti aliyemtolea mfano nabii. Amina. Ile binamu wa wale mabinti ambao walikuwa wamejiweka kwenye hali ambayo wanasema wao ndio wenyewe. Amen. Yeye alipotupewa promise ya kwamba mwakani tarehe kama ya leo majira kama haya nitakuijia. Akasema ni mimi mwenyewe. Sasa naanza kushona. Naanza kushona baadhi ya harusi. Amina. Akaanza kuweka pole pole mshahara wake. Jina Bwana libarikiwe. Anaweka pole pole kuliandaa lile vazi. Wakamfikia wakamwambia wewe kama alituacha sisi tuliokuwa na viatu vimebinuka hivi. Kama alituacha sisi tuliokuwa na minisketi. Akatuacha tuliokuwa tumepaka rangi. Akatuacha tuliokuwa na wigi kichwani. Akuijie wewe. Wewe zenyewe zimesamba samba. Aliniambia kama mimi hajaongea aliniambia tunajiandaa. Haleluya. Unafanyika wewe afadhali waje. Sisi tulikuwa tumejikwatua, tumepiga na perfume, tukaweka kila kitu afu tutembea pale kwa mtembeo na kila kutuona. Alikuonaje wewe mwenye masisi na masufuria? Alinikuta huko akaniambia mimi cha kusema ni hiki, najiandaa kwa ajili yake. Haleluya. Wakati ulipofika akalivaa ndio kwamba nikadai niambia niarejea akavaa. Hajui mengine akalivaa hilo basi. Alafu akaja mlangoni. Akaja kushika. Haleluya. Wewe umedanganyika. Ilikuwa saa 2 mbona imefika saa 4? Ilikuwa saa 4 mbona ni saa 6? Jina la Bwana libarikiwe. Jioni. Haleluya. Jioni na maana. Wakati wa jioni tunakuwa kaburi. Haleluya. Wanakuja kutembea nyumbani. Ungesafisha kila sehemu. Ungeondoa kila uchafu. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakati ungeona gari limewaka linakuja, ungesema inawezekana kwenye ile gari ndipo walimo. Ni kwa sababu una taarifa kwamba kuna watu walikupotea kwenye macho yako, wamekuja kukutembelea ama wamekuja ili waweze kusalimiana na wewe. Ungeweka kila kitu sawa. Dada zetu wanajua hilo. Kochi utaliwekea vitambaa. Kama kuna masisi kwenye meza utayafuta. Kama kuna kikombe kimechafuka utakiosha. Unataka wewe mgeni anayeingia akute kila mahali pako safi. Ndivyo ilivyo. Wanaiwaja. Anakuja kwa jamii wake. Ni yule aliyejiweka tayari. Haleluya. Neno wakati na umiliwa inaiweka asili ya bwana harusi inaingia ndani yako.
chuma. Hata kama sitaenda mbali, hata nikupe mfano. Amefika katika kile kiwanda cha chuma, anawakuta wafanyakazi wamevaa apron. Wanakusanya kila chuma na kila takataka zote. Wanarunda sehemu moja. Waliamuliwa wakusanye uchafu wote, wauweke mahali pamoja. Haleluya. Wakati ndugu Branham yuko na ile chuma ya kile kiwanda, anazunguka na waona wale wanakusanya. Ndipo ilipofika mahali akasikia filimbi inalia. Wakaweka mifagio chini, wakavua apron wakaweka pembeni, wakauacha ule uchafu pale chini. Akaenda kwenye kitufe, akabonyeza taa. Alipobonyeza ikashuka sumaku, labda ukubwa wa namna hii, sijui, labda ilikuwa zaidi ya hilo. Ikashuka. Haleluya. Ikashuka. Halifiki chini. Halifiki chini. Haleluya. Halifiki chini. Ndipo wakati ambapo limekaribia, hivi vilivyo vya asili vikaanza kunyanyuka. Vinaenda wapi? Vinaenda kwenye ile sumaku, kwa sababu vyenyewe vina asili ya sumaku. Haleluya. Neno unaloliamini linaumba asili ya sumaku. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati ambapo kwamba vimechukuliwa, vikabakia vingine. Ndio nauliza, kwa nini enda kwenye kiwanda mapema hivi havina asili ya sumaku? Havina. Ndio maana vimebaki hapa. Haleluya. Na pia akasema haleluya, Mungu ashukuriwe kwa ajili ya sumaku. Maana moja ya siku hizi sumaku kulitashuka. Sumaku kulitashuka na vile vya asili vitanyanyuka. Ndio maana nabii anasema hata kanyaga kwenye ardhi. Jina la Bwana libarikiwe. Na wala hata tuma malaika waende kwenye kaburi na mtu aliyekufa waanze kufukua. Para pande Maria wao kufukua. Hapana. Ni kwa sababu alipolala alianza asili ya sumaku. Akaita maili 28 hivi, sijui ni kama maili 28 ule mkutano utakapowekwa. Amen. Haleluya. Hao waliokufa katika kumbukumbu kama tulizokuwa nazo hapo mwanzo. Tulikuwa na kumbukumbu kamilifu. Tulipozaliwa kwenye mili hii tukasahau, lakini Bwana atatupa ufahamu kamilifu, kumbukumbu kamilifu ambayo haitakuwa na kusahau. Nabii anasema hautahitaji kuulizwa Paulo muone, utamwangalia hivi unasema huyo hapa Paulo. Haleluya. Haleluya. Utaona mbele mahali pale, utamuona hofu, unasema huyu ni hofu.
zozote, hakuna tamaa yoyote. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna tamaa yoyote. Bwana apewe sifa. Wakati anahubiri, wakati anazungumzia, Meda akasikia, Meda akasikia, akasema sasa sikia, niambie wewe utakapokwenda kule utampenda nani? Utampenda nani? Amesikia kwamba alikuja. Bwana Yesu abariki. Utakapokuwa kule utampenda nani? Sikia nabii anavyosema kule hakuna habari ya kuoa wala kuolewa. Bwana Yesu abariki. Bwana apewe sifa. Ndio nchi tunayoiendea, ndio makao tunayoendea. Penda usika mjiani, anza mwendo. Umehubiriwa asubuhi, basi zote za Mungu upate kushindana katika mashindano haya. Ni kwenye ulimwengu usioonekana, vita vinaendelea, mapigano yanaendelea. Bwana apewe sifa. Moja siku hizi bibi harusi atachukua nafasi yake. Mungu awabariki.